Safi, kwenye kipindi cha Maika Siasani inakuwa vizuri sana kwamba tuweze kujua ni mwelekeo upi ambao tunauchukua katika siasa zetu taifa letu la Kenya. Takriban miezi 12 hivi taifa la Kenya litakuwa linaingia katika uchaguzi mkuu, namna ambavyo umeweza kutarajiwa tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 2027. Nelson Songa jina langu na niko na wazee hapa. Wameshasema waliotangulia wenye busara kwamba palipo na wazee hapaharibiki neno, na nimeketi katikati yao ili kwamba nisikie wosia wao, hekima yao, busara zao kuhusiana na siasa za Kenya. Lakini kwanza tutakuwa tunaanza kuangazia siasa za eneo la Magharibi, kaunti hii ya Kakamega. Mwelekeo ni upi? Eneo la Magharibi, jamii ya Mlembe inasema nini? Inafaa ichukue mwelekeo upi? Na kwa ujumla taifa la Kenya hapo kinyang'anyiro pale juu kitakuwa namna gani? Napenda niwakaribishe ili kwamba ujitambulishe tuweze kujua ni akina nani. Karibu sana, naomba ujitambulishe baba. Asante kwa TV Maika. Mimi naitwa Josephat Chibode. Asante. Karibu sana. Mzee, naomba pia ujitambulishe. Asante sana watazamaji. Mimi kwa majina naitwa Adam Siokali, nikiwa mwenyekiti wa bunge la mwananchi hapa Kakamega. Ndio, asante. Asante, karibuni sana. Nianze na mzee Adams. Tumeona Wakenya wakichangamkia hili jambo la bunge la mwananchi. Karibu kila mji, karibu kila town ina bunge la mwananchi. Na katiba ambayo tuko nayo hii, tunaweza tukasema kwamba bunge la mwananchi limeleta manufaa yote katika siasa na demokrasia ambayo tuko nayo leo hii. Ni kweli kila sehemu hapa nchini Kenya unapata ya kwamba watu wanajitokeza na kusema ya kwamba hao ni bunge la mwananchi. Aswa sisi katika area yetu hii ya Kakamega, sisi tulianza bunge la mwananchi mnamo mwaka wa 2013. Na sababu aswa ile ilifanya tukaanza mambo ya bunge la mwananchi, tuliona tuweze kuhamasisha wananchi waweze kuelewa ni nini haswa ama mwelekeo ni upi katika siasa zetu za hapa. Na tulikuwa tunakaribia mambo ya siasa za ugatuzi. Na ilikuwa vigumu sana kutoka kwa ile enzi ya zamani watu kuweza kuelewa ni nini ilikuwa ugatuzi ilikuwa nini. So tukaanza kuelimisha watu, kuambia ya kwamba maendeleo itakuja kwetu sisi wenyewe, tutaweza kujitawala sisi wenyewe hapa nyanjani, na watu wakaanza kuelewa, na hata tukaanza kupeana mwelekeo jinsi tungependa watu waelewe na wajitawale wenyewe. Na zile zingine zimeibuka, kuna wengine wamejitokeza, kama kwa mfano utapata kuna sehemu nyingi watu wamejitokeza, wengine wanazungumzia kuhusu viongozi, wengine wanazungumzia kuhusu wale viongozi wana support. Lakini sisi yetu imekuwa aswa sana ni elimu na kuweza kuhamasisha wananchi. Kama jambo likitokea kwa mfano, juzi kulikuwa na mambo ya uuzaji wa hisa za Safaricom na zile za pipeline. Tunapopata jambo kama hilo, lazima turudi kuelimisha umma ni wanamaanisha nini wanaposema wanauza hisa, na wewe ukinunua utapata faida gani. Na pia siasa tuseme kama kwa mfano siasa imeibuka, watu wanazungumzia jambo fulani ama mambo ile iko kwa katiba, inakuwa jukumu letu kwenda wazi kueleza wananchi. Ingawaji imekuwa ni vigumu kidogo, sababu unajua vyombo za habari zimekuwa nyingi, kuna mtandao, kuna mambo ya AI ingine inakuja inapotosha. Lazima nasi tusimame kidete kuambia watu hili ni la uongo na hili ni la kweli, na inabidi wananchi nao wenyewe wachuje, wajue ni lipi tutatumia. Asante. Mzee Josephat, ningependa ulizungumzie hili bunge la mwananchi. Mara nyingi utaona kwamba watu wengi ambao wanahudhuria ni wanaume. Akina mama, wanawake wako wapi katika bunge la mwananchi? Yetu sio hivyo vile, wamama wanakuwa. Sisi tunalifanyia mahali panapo wazi. Mtu akipita anaona tumechumuika mahali, anasimama, unazungumzia nini, namwambia. Sasa wanapata habari wakipita. Mama wanakuwa, si ati sisi watu na weka mama kando. Na lija ya hiyo sasa, unapowaeleza wananchi kuhusu jinsi serikali inayofanya kazi yake, sababu sisi maisha yetu inategemea serikali. Na mpaka upate kujua
mkao wako katika hiyo serikali huko namna gani, sababu unachangia kuendesha serikali. Mpaka ndakana pia upate mapato yako ndani ya serikali. Sasa mpaka ujue faida zako ni zipi. Hivyo huwa napatia watu kuambia kwamba katika mwelekeo, unapochukua mwelekeo huu katika siasa, ndipo unaweza fikia malengo yako. Haya, kiongozi wa aina hii na hii na hii anaweza kufaa. Tunawaambia huyu anakaa hivi na hivi na hivi. Nachambua kila kiongozi. Huyu hako hivi na hivi. Sasa unachukua wako. Naona huyu ananifaa. Huyu naye ananifaa. Sasa katika hilo ningetaka pia utuambie, kuna bunge la mwananchi, mnaweza pokea hii sifa kwamba kuna viongozi ambao mmechonga mpaka wakaingia kwenye uongozi? Ni ukweli, kwa sababu naweza kujifunia hapa kwa MCA tulileta Job Mamuto, tulileta Wadraso, tumeleta Msundu huyu. Hata mimi nilikuwa kwa kamera nikiambia Msali, usipopatia huyu certificate hapa utapata, na alipeana. Msundu alikuwa ni mnyima certificate kwa njia zote zile. Hata wengine wangu wakashikwa, lakini nikasimama kitete. Nikasema wale watu wa kali wanataka ni huyu. Alimpatia na ndiye ndio MCA kwa sasa. Mzee Adam, sasa tusaidie pia tuweze kuona picha ya siasa katika kaunti ya Kakamega. Iko namna gani Kakamega ambayo ina maeneo bunge 12, ward 60, gavana chini ya gavana FCPA Fernandez Barasa? Siasa ziko namna gani katika kaunti ya Kakamega? Siasa katika eneo la Kakamega zimekuwa na utata kidogo, kwa sababu gavana aliyoko saizi ni gavana ambaye ni mgumu wa kufanya kazi na viongozi wengine, kwa mfano kama MCS. Sababu utaona hata akienda kwa mikutano za hadhara, utapata saa zingine anatembea na wale MC ambayo wale wa nominated MCS, na anawacha wale MCS wale wamechaguliwa. Na unajua yule MCA ambaye amechaguliwa ni MCA ambaye kuna uungwaji mkono ya wananchi, sababu alipigiwa kura na huyu, na pia gavana alipigiwa kura. Kwa hivyo wanapoenda katika mikutano wote pamoja, ama iwapo anaweza patia MCA yule amechaguliwa nguvu kusudi waweze kutembea pamoja, ama ampe kazi ya kufanya, atamtangaza, atamkampeinia, na hata ikiwezekana hao wote huenda wanaweza rudi. Lakini wanapowachana kidogo, kunakuwa na gap, na hiyo gap ndio inafanya saa zingine unapata, kwa mfano kama uchaguzi uliopita tulipata ya kwamba chama cha ODM kilikuwa na uungwaji mkono mwingi sana katika assembly yetu, ambapo unapata tuko na asilimia karibu 80 ya MCS walichaguliwa kwa chama cha ODM, na pia gavana Baraza akachaguliwa kwa chama cha ODM. Sasa wanapokosa kuendana pamoja katika siasa ama katika mipangilio yao, inaleta utofauti ambayo unapata MCA wanachati njia tofauti na gavana naye anaenda njia tofauti. Na pia kwa upande wa maendeleo, unajua maendeleo ndio siasa, ndio inakamilisha siasa ile tuko nayo. Kama MCA hana cha kufanyia wananchi, huyo MCA hata imba gavana, hata mkampeinia. Na gavana kama naye anafanya peke yake bila kuhusisha MCA, hao watu tayari wamegawana. Iendapo ifike wakati wa uchaguzi ama wakati wa campaign, utapata hao watu wote wamegawanyika na hawataenda pamoja, na hiyo itaashiria kwamba huenda gavana akarudi peke yake, ama MCS wale wakarudi peke yao na gavana naye akaenda nyumbani. Unaona? Sababu hakuna teamwork katika hao wawili, hakuna teamwork. Na pia kitu kingine nimeona upande wa siasa ya Kakamega ni kwamba MPs wetu 12 wale wamechaguliwa, unapata hao MPs hawako pamoja na gavana. Na gavana, unajua yeye ndio kama baba wa county, lazima hawe na uhusiano mzuri na hawa MPs wetu, ndiposa wanapofanya mambo yao, hata kama ni maendeleo, wanafanya pamoja. Lakini unapata kila MP anafanya mambo yake kutumia zile hela za CDF, na gavana naye anafanya na zake ile mgao anapata kutoka kwa national government bila kuhusisha hawa.
So unapata maendeleo yale inakuja inagongana na ama lawama, kuna lawama zile pia zinagongana. Unapata MP anakuambia mimi sistahili kufanya hii ni ya governor, na governor naye akija anasema hii sio yangu, hii ni, and then mwenye anaumia ni mwananchi wa kawaida. Na tunapoumia hapa chini sisi wananchi wa kawaida tuna take sides, na tukisha take sides inamaanisha pia nasi tuwe tofauti katika hiyo siasa, na hatuwezi enda pamoja. Na ndio ulisikia aliyekuwa rais aliyotangulia Kibaki, Rais Moi alisema siasa mbaya maisha mbaya, na hiyo ndio inaumiza watu wa Kakamega. Aha. Mzee Josephat, lizungumzie hili. Kuna watu wanasema kwamba watu ambao wanamzunguka Gavana FCPA Fernandes Barasa hawamwambii ukweli. Ground kidogo si nzuri. Ni jambo la ukweli hilo? Ndaongea hapo kwa fupi na ndani kidogo. Gavana Fernandes Barasa FCPA alichakuliwa, lakini hakuwa mwanasiasa. Sasa kosa lake kubwa alilofanya, hakukubali kufunzwa siasa. Sababu ukiwa ndani ya kiti ambacho umechakuliwa na watu, hiyo ni siasa. Inabidi ujifunze siasa, jinsi siasa inapoendeshwa. Sasa alikuja akajipata katika njia panda. Ya panda kwa nini? Alijipata katikati ya wale wabunge ambao walikuwa wameosefu wa siasa. Unaona sasa? Sasa kwa uzoefu wa siasa, naye hana uzoefu wa siasa. Sasa yeye naye angekuja hapa ana embrace, aleta wabunge wao marafiki, ndipo hawezi kusoma siasa ndani mwao. Sasa hapo ndiye amejua ataenda ache, atakaa nao kivipi na ataendesha nchi. Kwa mfano kwa niseme hivi, yale maendeleo kama anafanya katika Kakamega County inahusu mbunge, inahusu MCA. Sababu atakuja afanye, kwa mfano afanye Lurambi, kuna Hamala na maendeleo yake Lurambi, kuna MCA wa 6 katika hiyo Lurambi hiyo. Sasa ni wapi kwa gavana, ni wapi kwa MCA, ni wapi kwa mbunge? Si kitu moja. Sasa ndakana anapo kuamua kwanza nataka kufanya maendeleo ya Lurambi, anahusisha mbunge na anahusisha MCA wote 6. Ndipo sasa anapoenda na wao hivyo, wanaona kwamba gavana anafanya hii akiwa na mbunge. Sasa wanajua tu mwenye aliyofanya kazi hiyo ni fulani. Sasa unapoenda peke yako ufanye kitu moja hapo, MCA hapo aseme sio mimi ndio nimefanya. Sasa unaanza kutupiana, hujui nani alifanya hiyo kazi. Nyinyi wote mnapoteza. Nikuja kwa gavana mwenyewe sasa. Gavana aliletwa, waje tuseme aliletwa. Wale Oparanya ule aliyomsucceed Oparanya, success wake huyu Oparanya alikuwa na malengo fulani ndani ya Barasa. Wakati alivyo Barasa alipoingia na hiyo matarajio yake haikutimia. Sasa akawa adui wa nani? Wa Barasa. Akawa na mlima ndani. Sababu kuna wale watu walikuwa wanafanya na kazi na wanamuelewa. Aliwabacha ndani ya ofisi. Sasa akawa maadui wa Barasa. Wamesumbua Barasa kwa hii miuda yote mpaka sasa ndani mwenyewe mwake. Sasa wanasema kikudacho kinguoni kinakuuma katika nguo yako, mimi siwezi kuona. Kitakuuma tu mwenyewe, unajua kitakuuma. Sasa ndivyo Barasa yako katika shida. Kuchinusuru katika hiyo shida ni kitu moja. Sababu Oparanya hakuna vile atawachilia Barasa mpaka Barasa akubali matarajio na matakwa yake. Na matakwa yake nayo itakuwa msiko kwa Fernandes Barasa FCPA. Sasa hizi vita zote zimesumbua kaunti mzima, ndipo zimesambaratisha hata uwezi jua kazi ya Barasa ni gani. Kwa sababu watu wanasema one time, lakini kazi inafanyika. Unaona? Sasa yeye mwenyewe Barasa, Fernandes Barasa, na pale pia alipotea, naye angerudi katika common mwananchi. Ajue nitafikia aje wananchi, mimi mwenyewe kwa wananchi chini wanitambue. Wakishanitambua hata MC atakutafuta, mbunge atakutafuta. Sasa na hiyo ilimshinda mpaka saa hii. Sababu alitegemea ubunge kumletea watu. Kwani MC ndio alimletea, sababu watu walikuwa mjiko kwa ground. Hiyo ni ukweli mtupu. Na akashindwa kuchukua hao watu kwa wake. Ndipo MC anaweza kumtafuta na wabunge. Sasa hapo ndio shida iko. Aha. Mzee Adams, nilikuwa napitia, jamaa alikuwa ametaja vitu fulani hapa, kazi ambayo gavana Barasa ameweza kufanya. Ameweza kutaja kama Sicherai Ultra Modern Market, Koyonzo Market, ametaja Bungasi Market, Shibinga Market, Lidambisa Market, Likuyani Market, Samisi, Shiasala, Ikoli, Koyonzo Stock Ring. Angalia pia ameweza kutaja Matungu Market, Malaha Market. Miongoni mwa vitu ambavyo gavana FCPA Fernandes Barasa ameweza kufanya. Lakini bado kuna wale ambao wanaimba one term.
Unajua inategemea mwenye anataja hizo vitu, anataja akiwa pande gani. Sababu ukweli wa mambo, ile soko ya Sichirai ilijengwa wakati wa Oparanya. Na hata mimi mwenye nazungumuza nilikuwa mwenyekiti wa community kwa komiti ya ujenzi wa hiyo soko. So anaposema hizo ndio baadhi ya vitu zile Mwami Baraza amefanya, ndio ni vizuri kutaja, but kile mimi ningependa kuambia Bwana Baraza ni kwamba unaona jinsi President Ruto anaendesha serikali yake. Kuna hata zile miradi zilianzishwa na Uhuru, lakini kile muhimu Ruto hujaribu kufanya, wakati huo mradi unaisha, anaenda kuhakikisha amelaunch, amefungua. Anapofungua, wale wenye wafuatilii wanasema ni yeye amefanya. Yeye asilale tu angoje watu waanze kufikiria. Yeye aanze kulaunch hizo vitu zote na ionekane ni yeye mkono wake uko ndani. Sababu kazi ya kaunti si kazi ya mtu mmoja. Kazi ya kaunti ni kazi ya serikali. Ukikuja pale unaendeleza mali mwenzako aliachia. Kile Bwana Baraza anaweza fanya ni kama kitu kilianzishwa wakati ule na kimeisha. Kwa mfano kama hospitali ya Shamahubu, yeye si ndiye amemaliza. Kama yeye amemaliza hiyo hospitali, aende launch, aende azindue, ionekane hii imemalizwa. Fanya sherehe pale, wenyeji waone, waseme Mheshimiwa Baraza ametuletea hospitali. Vile alifanya ile hospitali ya Butere. Ile ya Butere ilianzishwa wakati wa Oparanya, lakini yeye hata ameleta President Ruto kule, wakazindua hospitali inafanya kazi. Unapofanya hivyo, watu wenye wako area wale wanasema ufanye kazi, wale wanakuimba 1 term wanasema 2 term. Kwa hivyo hizi vitu zote zinatajwa, stock ring, sijui nini, hata ile ya pale Didambiza ni project ya zamani. Lakini ni sawa, aenda simame pale, launch. Wenye wako pale waseme Mheshimiwa Baraza ametuletea soko. Yeye asije akakaa tu kwa ofisi anasema mbona watu wanasema sifanye kazi. Pesa ile inakuja, kusema ukweli, pesa ile inakuja, mgao wa serikali unakuja hapa. Kuna project zile FCPA Baraza Oparanya alianzisha. Lakini kwa sababu ndio zilikuwa zinaanza na zingine zikabaki pale, ndio bado watu wanaona. Na wanapoziona hawaoni huyu kuwa anafanya kitu kigeni. Hiyo ni pesa ambayo imetoka kwa serikali ile moja tu, na zikiisha zinahitaji presence ya huyu. Aende pale azungumzie hapa mambo yake. Aseme mimi ndio Baraza, mimi ndio governor mwenye yuko na nimekuja kuzindua hii. Kwa hivyo watu wa Ikolomani tumemalizana upande wa soko. Next time nitakuja kufanya kitu kingine. Songa mbele. Mzee Josephat, Yes. Kwenye kaunti ya Kakamega tuna governor ambaye yuko kwa ofisi sasa hivi, Dr. FCPA Fernandez Barasa. Tumesikia Dr. Boni Khalwale anakuja kuwa governor, kuwania ugavana. Mama Elsie ametangaza azma yake kuwania ugavana. Cleophas Malala ametangaza azma yake kuwania ugavana. Hao nadhani wamejulikana sana kuweka wazi azma zao. Labda kama wengine pia watakuja. Kinyang'anyiro 2027 cha ugavana Kakamega, hawa vigogo hawa, unadhani kwamba itakuwa namna gani? Kaunti ya Kakamega kwanza ni kaunti tofauti sana na kaunti zingine. Hiyo nataka ieleweke wazi. Kaunti ya Kakamega mimi nailinganisha na kaunti ya Nairobi. Kwa sababu gani niseme hivyo? Tuko na ndimi 8 ndani ya Kakamega County. Sasa huwezi kwa control hizo ndimi 8 wewe mtu mmoja. Hapana, hauwezi. Sasa hii county tangu tupate devolution, silikuwa na forces mbili. Ni wanaambia watu. Ilikuwa candidate wa Musalia Mudavadi na candidate wa Raila Amolo Odinga. 2013 Mudavadi alikuwa na candidate wawili katika Amani Coalition. Alikuwa na Soita Shitanda marehemu na kawa na Paul Lando former PC kwa Amani Coalition. Huyu kwa UDF, huyu kwa New Fort Kenya. Na Raila akawa na Oparanya peke yake. Ukipiga hesabu Soita alipata 160, Lando akapata 70. Ukiongeza pamoja inakuja around 240 or what? Kitu kama hiyo. Oparanya akapata 210. Inamaanisha Mudavadi angelikuwa na candidate mmoja, Soita angekufa hapa kama ni governor. Nikuja 2017.
Mudavadi Oparanya kusimama, Oparanya aliambia Mudavadi usinisomeshe kwa mtu nitakusaidia kura 2022. Mudavadi akanyima yule alikuwa anasunda kusimama huyo certificate hata akampeleka kotini, lakini akamaliza akawa Oparanya basesi Khalwale. Oparanya alikuwa kama mtu alipita kwa Oparanya kama tractor. Akaenda 2022 Mudavadi akawa na candidate anaitwa Cleophas Wahungu Malala. Na Raila akawa na candidate waka Fernandes FCB Barasa. Farasi ilikuwa mbili. Hata ungejua nani anashinda. Sasa nimeambia watu come 2027. Katika the absence of Raila Amolo Odinga. Amebaki Mudavadi peke yake. Nimeambia watu kama wewe ni mtu mwerefu, enda jelaini hapo na unyamaze. Wewe ni gavana round 1. Lakini ukienda opposite Mudavadi alete candidate wake kwa watu. Kwanza mama akikuja tu kwa penye Mudavadi kama adukua UDA. Mama aende UDA. Mama ndio gavana wetu hapa. Unaweza peleka yuko banka. Fernandes FCB kama atarudi kwa Musalia Mudavadi na mguse mkono na kuambia au amefanya kazi au atakuwa tutamu. Hiyo ndio kupeleka kwa banka. Kama Khalwale angelikuwa mapema sababu Khalwale na Mudavadi wasikizani. Lakini kutafuta kura ya county Kakamega peke yako ndugu yangu huwezi pata. Huwezi. Hata ukuja na mnakani huwezi pata. Huwezi. Kwa hivyo unachosema kwamba yeyote ambaye atamsalimia Mudavadi mkono ana nafasi nzuri sana ya kuwa gavana Kakamega County. Na hiyo nani nimesema kinywa wazi kwa kamera hii mwenye atapeleka hiyo mwenye ataenda hapo yeye ndio gavana wetu. Utaniambia. Sasa katika hilo manako umetaja Mudavadi na wale ambao wanaweza mtafuta katika useneta tunaye Lishenga upande ule mwingine na wengine, alafu kuna Kevin Mahela ambaye ni mwakilishi wa MCA Botali Chegulo na ako UDA. Juzi hata amekutana na Musalia Mudavadi. Basi inamaanisha kwamba yeye yuko katika nafasi nzuri ya kuwa senator 2027. Nikuja kwa seneta ni kama sijui kama wenyewe ni watoto sijui kama mlimako na ng'ombe. Ng'ombe kulikuwa ng'ombe unaweza funga choki ni ng'ombe za silime 6 ama silime 4. Sasa ng'ombe sikilima 6 hizi ng'ombe za katikati hizi asifuti jembe asielekezi wala asifuti jembe. Ziko tu katikati. Seneta ni kama hiyo ng'ombe katikati. Yana ana right kwa kura za governor na MPs. Na wewe mereba unatembea tu katikati watu hawatambui utampiga watu. Sasa mtu alikuwa na nafasi nzuri sana alikuwa Lishenga sababu ya yani ameshawahi jaribu. Hata watu walikuwa naimba tu yeye huko nje Lishenga lakini sasa wakati amechukua msimamo wake isipomrudisha ndani tu siasa ni kitu fani. Sasa baada sifura pia na warudi kwenye Mudavadi yako na wakuja wote hapo atakuwa kwa mbele ya Kevin. Hiyo ni sema kweli. Na kama Kevin naye atasitaki Lishenga kwa opposite na Kevin yakuwa hapa na watu wale gavana Mudavadi anataka na ubunge hapo. Basi Kevin ndio senator wetu 2027. Mzee Adams, we tupe picha yako 2027. Kuna vigogo hawa. Mzee Joseph anasema kwamba bora umetafuta Mudavadi mambo yako yanaweza kuwa rais, labda ndio maana pia mheshimiwa Ndako mambo yake ilionekana kuwa rais kule Balava. Wewe siasa zako 2027 county ya Kakamega unaonaje mpaka useneta pale? Kijana Kevin Mahelo ataweza ama namna gani? Useneta sijui nianzie kwa ugavana ndio nikuja kwa useneta. Ugavana wa Kakamega jinsi mwenzangu anavyoeleza itategemea mwenye atakuwa na nguvu, na hiyo nguvu pia itabidi watu wakuja wakae kwa meza, sababu tumejua ugavana umetoka kule chini. Butere imetoka gavana, unaweza hesabu Butere, Huisero, then Mumias mpaka Matungu. Hiyo eneo imetoa ugavana mara mbili. Na hao watu wa Kakamega County nao huenda wakafikiria vingine. Wanaweza sema nyinyi pande hii mmekuwa mkitoa gavana na sisi pia tunataka tutoe gavana. Kwa hivyo huenda sehemu za north kuanzia Shinyalu kwenda Malava kwenda Lugari mpaka Likuyani nao wanaweza sema sisi ni muhula wetu wa kutoa gavana. Na vile tunataka tutoe gavana sasa, tunataka maybe deputy atoke kule chini, senator atoke sehemu nyingine. Unajua hiyo ni hesabu ile wale wenye actually siasa ama kutengeneza kiongozi lazima ushirikiano iwe. Na vile mwenzangu alivyotaja alisema kuna ndimi 8. Hizi ndimi 8 zinaweza kuja pamoja nao waseme sisi tungependa senator atoke pande hii, governor atoke pande hii.
na utapata kama kuna tofauti. Kwa mfano kama mama Elsie anaweza kuja awe ndio aonekane ndio maarufu sana wa kupata ugavana. Wanaweza sema nao sababu hii sehemu ya chini nyinyi mmekuwa na governor, tunawapatia senator atoke pande hii na tunataka deputy naye atoke pande hii. So utapata katika hiyo hali kuna mgawanyiko. Sio tu watu tuseme ukijiunga na kigogo fulani unaweza kuwa governor mara moja, hapana. Lazima hesabu, watu wakae chini wapige hesabu waseme hii tunapeana huku. Kama kwa mfano mama county atatoka pande hii, huyu atatoka huku, na kwa county speaker tutapatia huyu. Watu wagawane hizo vitu za muhimu ama uongozi ule muhimu katika county. Hivyo ndio. Ni sawa. Nani atakalisho kikao unasema hivi? Kikao tukisema tukawane hii na hii. Unajua kukalisha kikao katika uongozi unapata kuna uungwaji mkono, na uungwaji mkono iwapo uko na campaign team ambayo iko strong. Hiyo campaign team utapata uko na mtu kutoka Butere katika hiyo meza, uko na mtu kutoka Malava ako kwa hiyo meza, mtu kutoka Lugari ako kwa hiyo meza. Sasa hao wakati wanakaa pamoja, wameona wewe ni maarufu kabisa, unaweza chukua ugavana. Kaunti yote imekuangazia wewe unaweza chukua gavana. Na hao wanakuambia sisi tunaonelea ukitaka kupita tupate kura ile iko Likuyani, watu wa Likuyani ama watu wa Lugari tuwapatie hii. Tukitaka huyu apate kitu fulani, watu wa sehemu hii tuwapatie hiyo. Unaona? Hapo ile umaarufu yako sasa, ukienda katika kampeni zako unasema watu wa Malava nyinyi tumewapatia ABCD. Watu wa Huisero nyinyi yani eneo. Sababu kama Matungu, Mumias East, Mumias West pamoja na Butere utapata wanazungumza lugha moja. Na hao wote umewaambia sababu yao ni hii katika kampeni. Watu wata kampeni wakisema mama sisi ametupatia hii, na wako ndani ya hiyo mrengo yako na mnasukuma mkienda. Mzee Joseph kidogo tu hapo ndaka wana wazo nzuri. Lakini ile wazo inataka akili timamu na wakati mwafaka. Mtu anayefanya hiyo ile wazo kuna leza fanyika ndio. Lakini kule kuuliza sababu lakini ile uchalete vizuri vile inawezekana ikae. Wale wanaweza fanya kitu inasema hiyo ni wabunge tu peke yao. Kwa sababu habunge hawa wakisupport gavana, watu wao wanaenda kwa gavana. Kama sisi ni watu wa Kamala. Napo tuambia tuende kwa Fernandes tunaenda. Hatusikia hiyo nini anasema tumekaa kikao. Tutasikia Kamala. Sasa kutaka mambo ifanyike kitu anasema chukua Kamala, chukua Wangwe, yani upande huu sasa. Chukua Wangwe, chukua Undakwa, chukua Mugabe, chukua Nabii watano. Wakae waseme sisi raundi hii. Wao ndio wakae kwa kikao. Waseme sisi raundi hii mmepata chini sana, nasi Waichu takuwa na gavana wetu fulani. Unaona? Ndio itawaka. Itawaka kama watu watakuwa the same party with different candidates. Nataka nijue hivyo. Kama watakuwa wafuasi wa Wetangula na anaenda katika wengine na hao wafuasi mtapata anaenda kwingine, hiyo itafanyika chinzo unavyosema. Lakini ukianza same party forget. Hiyo haiwezi fanyika. Haiwezi. Kitu kingine isi kwa mfano mtu Mwisuha na Igoremani hao wanaamini mtu wao. Wewe ukalingi kwa watoto na waingie hata ufanye nini. Kile unaweza lingi Mkabarasi na Munyana na Mtoto na ndugu yake waingiane. Lakini wewe lingi kwa watu wengine waingiane maana wata. Sawa. Wao wanafanya mambo kivyao. Kumekuwa na uvumi kwamba aliyekuwa naibu gavana Profesa Kutima hajatangaza mwenyewe, lakini kumekuwa na uvumi kule Kabarasi kwamba anakuja anataka kuwania ugavana, yeye ndiye alikuwa mtu wa Oparanya nini. Kama hilo ni la ukweli, maana hatuwezi kudhibitisha kama hilo ni la ukweli, iwapo anaweza kuja 2027 atasumbua kwa vyovyote? Hawezi. Kwa sababu gani hawezi? Ametoka katika akili za watu. Ilikuwa nitakana wakati Oparanya alikuwa anatoka angesimama tu kama anguke. Hakuwa ndani ya akili za watu. Lakini mwenyewe aliamua kutosimama. Sasa ndani ya akili za watu hayumo. Tupe kama hao wabunge 12, ma MCA 60 pale. Kwa wabunge 12 unaona wangapi watarudi, wangapi PO box nyumbani? Wa MCA 60. Wangapi wanaweza kuwa ndani, wengine
Ndio swali ngumu kidogo sababu sababu nyinyi ndio mnakaa na ground, nyinyi ndio mnakaa na wapiga kura. Kuna wabunge kadhaa wako kuna shida kidogo inasitokea kwa sababu kuna wengine walimeenda mara 3. Sasa zingine wanapiga kura kuchoka na mtu. Wanapochoka kubadilisha ni rahisi sana. Unless uwe katika wimbi la serikali yuko protect. Hapo ndio unasepuka. Hao wabunge wote ambao wameenda mara kadhaa hapo unasepuka. Mbunge kama kwa mfano Kamala wangu huyu hana mtu mpinzani, hana mpinzani. Mtu ametaja Vikuri ama anaitwa nani? Vikiru wako na wengine watakuja. Lakini nitakwambia kwa sababu nini hana mpinzani. Na sababu. Nikienda mtu naona kwamba kwa 50-50 kama Matungu sana sababu kuna vijana chipukizi wamekuja wanasumbua na Bulindo. Na kule Mumias West pia kurekareka kwa vijana wangu huyu. Pia Mapuoni na nani wa matu wako hapo sasa unaona kama anakubuka anaonekana kama mtu wa sarakasi. Sasa watu hivyo wanaweza kumbadilisha. Nikikuja na pia kuna shida sababu nabii huko ni yani watu wengi huko wengi tulikuwa tunasema Maragoli na Wanyore na Wadiriki. Sasa hapo kidogo asipoenda katika sababu alikuwa anafanya vitu anaenda kwenye mtabati yako huko naweza kuwa na shida. Ndako atarudi obvious kwa sababu ya 2-3 vile naelewa. Alafu nabii nani pia Mugabe ako na shida. Alipitia kwa mawimbi. Huko ni Bapukusu na Watajo ndio hapo mingi lakini yeye mtu wa Busia kitambo msomo anaweza kumpeleka nje. Nani mwingine Shinyadu ana shida. Shinyadu kuna shida vile watu wanatoka kwa kusema ana shida. Iko shida iko pia. Kuna jamaa wamejitokeza kwa Shinyadu huko watampeleka nyumbani. Hao ndio watu naona kwa na shida hapa. Kakamega.